Sadaka ina uwezo au ina nguvu ya kukutoa katika koma. Unaweza kuniuliza neno gani hilo sijalielewa? Sadaka ina nguvu au ina uwezo wa kututoa katika koma. Mimi nilifika kwenye koma. Neno koma ni lile jambo ambalo limefika mwisho, haliwezekani, halifikirikani. Madaktari walishindwa, wanadamu walishindwa, wazazi wangu walishindwa, mume wangu alishindwa, lakini sadaka ina uwezo wa kukutoa katika koma. Amen. Unaweza ukawa na ugumba kama aliyokuwa nao Pastor Sara. Unaweza kuwa na ugumba wa biashara. Unaweza kuwa na ugumba katika ndoa yako. Unaweza kuwa na ugumba kwa watoto wako. Unaweza kuwa na ugumba katika mashamba yako. Unaweza pia kuwa na ugumba katika ndoa yako. Lakini Yesu ana uwezo kukutoa katika hiyo koma ambayo umeifikia. Amen. Ujue kuna majaribu tunapitia. Unafika mahali uko kwenye koma. Hauoni mlango, hauoni njia, hauoni chochote ambacho unaweza ukapenya ili uweze kupokea kitu. Unabaki huwezi kuomba tena, umechoka kwa sababu kama kuomba unaomba kila siku. Lakini jaribu limekaa hapo hapo. Kuna namna ya kutoka kwenye hilo jaribu lilokaa kwa muda mrefu. Mtolee Mungu sadaka. Amen. Unapotoa sadaka inamshawishi Mungu aweze kukutoa kwenye koma. Amen. Fungua kitabu hicho cha Mwanzo 18 mstari wa 1 mpaka wa 14. Biblia inasema Mwanzo 18 mstari wa 1 inasema, Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio, akapiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema. Akainama mpaka nchi, akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako, na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye mwendelee. Iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Mstari wa 9. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akawaambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema alipokuwapo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha, na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhuri wake
nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Sara akakana akisema, sikucheka, maana hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumejifunza kupitia kisa hiki cha Ibrahimu na Sara. Ibrahimu katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 14. Ibrahimu alitembelewa na wageni, lakini Ibrahimu anatembelewa na wageni, ni kweli wamebarikiwa kwa fedha, kwa dhahabu, kwa mifugo na kila kitu walikuwa nacho. Lakini Ibrahimu hakuwahi kupata mtoto kutoka kwa Sara. Kwa hiyo ni miaka mingi wamekaa kwa mateso. Kitu ambacho Ibrahimu alikifanya alipopokea wale wageni, akawatunza kwa kuwapa chakula kizuri. Nilikuwa nasoma maandiko haya nikana tafakari, nikana namshirikisha baba. Ibrahimu aliandaa sadaka nzuri, alimwandaa